Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja na ubili na usema adui wa njiani. Wakati mwingine unaweza kujiuliza adui wa njiani ni nani? Lakini nikwambie mtu wa Mungu, katika safari ya maisha ya Kikristo tunapita katika njia, na njia hiyo ni nyembamba ambayo inaelekea ufalme wa Mungu. Na njia hiyo imekuwa ni njia yenye majaribu na vikwazo vingi. Lakini Biblia inatueleza juu ya adui wetu wa njiani. Na adui huyu si binadamu, bali ni shetani na majeshi yake. Na Biblia imetutambulisha adui huyu wa njiani kupitia Waefeso 6:12 inaosema kwamba kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza wa ulimwengu huu, na juu ya majeshi ya mapepo wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui ni shetani na majeshi yake. Lakini Biblia inatueleza kwamba au inatufundisha kwamba tupinge nguvu hizi au tupinge maadui hawa ambao ni shetani kwa neno lake pekee, kwa maombi, kwa kutafakari neno la Mungu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzishinda ila zake, katika Waefeso 6:11. Kwa hiyo unapovaa silaha ya Mungu, na silaha ya Mungu ni maombi, silaha ya Mungu ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zivae silaha zote za Mungu. Na mfano wa adui huyu tunapata katika kitabu cha Luka 10:30 hadi 33. Neno la Mungu linasema kwamba Luka 30 hadi 33, neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, akamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Msamaria huyu ni Yesu Kristo pekee. Unapompokea, unapomwamini na kumpokea, anakupatia afya njema, anakuokoa katika changamoto ulionayo. Kwa hiyo adui atoki mbali. Wakati mwingine adui hujifanya kama rafiki, maana na njia nyingi. Lakini wakati mwingine adui ni tamaa ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ya mwili. Wakati mwingine adui ni hofu na mashaka moyoni. Unapojenga hofu, unapojenga mashaka, ni adui wa njiani. Adui wa njiani hayupo karibu. Wakati mwingine ni rafiki yako wa karibu, ni adui wa njiani, hatoki mbali. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usipate tabu kujiuliza adui wa njiani ni yupi.
ni tamaa ya mwili. Kwa hiyo neno la Mungu linasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzishinda ila za shetani. Lakini pia katika Yakobo 4:7 nasema hivi, mpingeni shetani. Lakini pia lazima tufahamu ya kwamba katika Zaburi 119:105 anasema hivi, neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Unapo tafakari neno la Mungu unapata mwanga, unapata mwongozo. Fanya Biblia kuwa ni kiongozi chako. Utaona namna ambavyo maisha yako yanabadilika. Utaona namna ambavyo Mungu anavyotenda kazi ndani yako. Usiwe na mashaka, usiwe na hofu, jipe moyo. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Naamini ya kwamba unapojipatia ujasiri na unaposoma Isaya 41:10 nasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usiogope kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Mungu ampatii mtu mashaka, bali humfundisha mtu kuwa jasiri. Kuwa jasiri. Hata unapopita katika majaribu mbalimbali, kuwa jasiri. Hata unapopita katika mateso na maumivu mbalimbali, kuwa jasiri. Hata unapopita katika vikwazo na majaribu, kuwa jasiri. Na utaona namna ambavyo Mungu anakushindia. Hofu umweka mtu mashakani. Lakini unapokuwa jasiri, unapokuwa imara, na Yesu yuko tayari kukuhudumia. Mungu akubariki. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya mtu huyu. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kutupatia afya njema. Ombi langu la kipekee, muokoe mtu huyu zidi ya tabu na changamoto na hofu na mashaka katika maisha yake ya kiroho, kimwili na kiakili. Mpatie nguvu mpya, mpatie ujasiri, mpatie afya. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.